Chernobyl, usiku usioisha. Usiku wa tarehe 25 Aprili 1986, katika sehemu moja kaskazini mwa Ukraine, usiku wa kawaida ulikuwa unapita kwa utulivu, bila kuwa tofauti na usiku mwingine wowote. Lakini wakati huo huo, tukio moja lilikuwa linaanza bila kutambuliwa, tukio ambalo lingebadilisha kabisa mkondo wa historia ya wanadamu. Ghafla, mgurumo mkubwa ukapasua anga na kuvunja ukimya av usiku, na haukuwa mizinga ya vita, bali ulikuwa mlipuko uliozaliwa na kosa pamoja na kiburi cha mwanadamu. Tangu wakati ule moto na moshi mweusi vilipopaa juu, pamoja na wingu la mionzi lililobeba kifo kisichoonekana, dunia haikuweza tena kurudi kuwa kama ilivyokuwa. Pripyat ulikuwa mji uliopangwa, uliojengwa mwaka 1970 juu ya uwanda mkavu, ambapo hapo kabla hapakuwa na kitu. Ulijengwa kwa ajili ya wafanyakazi wa kituo cha nguvu za nyuklia cha Chernobyl na familia zao, na mji huo ulikuwa ishara ya maendeleo ya kisasa ambayo Umoja wa Kisovieti uliujivunia. Barabara zake zilizopangwa vizuri, majengo ya buluu na meupe, na mpangilio wa mji uliobuniwa kwa utaratibu, vilionekana kana kwamba vinaufanya ule wazo la kisoshalisti kuwa halisi. Mji huo ulikuwa na shule na hospitali, kumbi za maonyesho na bustani, bwawa la kuogelea na kumbi za michezo, na watu waliamini kuwa angebaki salama na thabiti kwa muda mrefu. Katika mitaa ya Pripyat, mandhari ya watoto waliokuwa wakiendesha baiskeli na familia zilizokuwa zikitembea yalionekana kila siku, na wazazi vijana walitarajia kwa kawaida maisha yenye utulivu pamoja na siku za usoni zenye mwanga. Pembezoni mwa mji, bustani ya burudani ilikuwa ikiandaliwa, ikiwa na gurudumu kubwa lililotazama nyasi pana za uwandani, na vyombo vya michezo vya rangi vikiwa vimesimikwa huku vikingoja kufunguliwa. Kauli kwamba wastani wa umri ulikuwa miaka 26 ilionyesha kwa namna ya alama jinsi mji huo ulivyokuwa mchanga, wenye uhai na uliojaa matumaini. Hakuna mtu ambaye angeweza kufikiria hata katika ndoto kwamba mji huo ungekuwa hivi karibuni mji wa mizimu.